Mambo vipi rafiki? Leo napenda tujifunze kuhusu input tag. Ni somo jepesi na rahisi sana. Nasema ni nyepesi kwa sababu ni HTML. Kumbukumbu inakuwa ndio mtaji katika HTML. Na kwa nini nachagua kujifunza input tag na sio zingine? Ni kwa sababu input tag ni element muhimu sana kwenye HTML, kwa sababu ndio inatoa mlango wa wewe kuweza kuandika data zako, taarifa ziweze kwenda kwenye database au kuwasiliana na upande mwingine ambao unawasiliana nao. Zipo aina nyingi za input tag. Zipo karibu 21, labda kama zimeongezeka nyingine, lakini zipungui 20. Lakini kwa leo ningetamani nijadili chache kwa video hii. Tajadili baadhi ya input tag ambazo hazitozidi, kama tutaweza kufanya 5 au 6, sio mbaya. Ya kwanza unatakiwa kujua, kitu cha kwanza ni namna ya uandikaji wa input tag. Input tag ni nyepesi sana kwa sababu unaandika tag kama kawaida, ndani unaweka input. Lakini uzuri wa input tag inakuwa ina tag moja. Tunafahamu kwamba HTML tag kwa kawaida inakuwa na tag mbili, opening and closing tag, lakini ni moja element ambayo inakuwa na tag moja, ni input tag. Kwa hiyo unaandika input tag, alafu ndani yake utaandika attribute, ambayo attribute yake ya kwanza itakuwa lazima uweke iwe ni type, kwa sababu hiki ndio kitu muhimu zaidi tunapokuwa tunazungumzia aina tofauti tofauti za input. Kwa hiyo attribute ya msingi ambayo huwezi kuiacha ni type, kwa sababu lazima uonyeshe ni aina gani ya input. Kwa hiyo hapa tunaandika text ambayo ndio naweza kusema ni yebo, karibu kila mtu lazima ijue kwa sababu ndio basic. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hapa naandika placeholder ili uweze kuonyesha ni aina gani ya taarifa, data ambayo tunataka ipitishwe ndani ya input tag. Ni vizuri kufanya hivi badala ya kufanya label, kwa sababu itachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo placeholder yetu hapo tutaandika, labda andika maneno tu. Ukishafanya hivyo, tuweke labda na break line kwa sababu ya kwenda mstari unaofuata. Tukishafanya hivyo, basi tunaenda kusave na tutaweza kurani. Tukirani utaweza kuiona hapa inatokea. Kwa hapa kwa ajili ya kuandika maneno. Kwa hiyo browser inatambua kwamba katika katika input hii iliyopo sasa hivi hapa kinatakiwa kupita hapa ni string au maneno. Sasa nyingine ambayo unaweza tukaitumia hapa hapa chini, tunaweza tukaweka kwa mfano input tag nyingine, unaweza tukaweka email. Unaweza tukaweka email, alafu hapa andika email, andika barua pepe. Ukienda ka save kama kawaida, utaiona hapo andika barua pepe. Kwa hiyo tayari browser itatambua kwamba taarifa inatakiwa kupitishwa ndani ya hii input itakuwa inatakiwa kuwa barua pepe. Kama utapitisha taarifa nyingine tofauti, itakataa kupeleka hizo taarifa kwenye database, kwa sababu itatambua kwamba kinachopitishwa hapa sio kile ambacho kimeainishwa ndani ya input attribute. Kwa hiyo itazingatia na kuheshimu aina ya attribute ambayo inatakiwa. Nyingine hapa ambayo tunatakiwa kuitumia tunaweka ni password. Ukiandika password unaweza ukatumia kwenye text, lakini si vizuri. Ni vizuri kuandika password sababu itaweza kutambua kwamba kinachopitishwa pale ni password. Na ukiandika password hapa tumeandika nywira au neno siri. Kwa hiyo ukienda ukaandika hivi kuweka password ndani, utakapokwenda kulani utagundua kwamba ukiandika itakuwa inaficha maneno. Kwa nini? Kwa sababu tayari ushasema kwamba hii ni kwa ajili ya password, na kwa hiyo itakuwa ina behave kwa namna hii. Njia nyingine, input nyingine ambayo inaweza tukaitumia hapa, inaweza tukaita number. Tukaita number, itatambua kwamba ni number, andika number 2. Kwa hiyo ukienda uka save na kisha uka run, utaona kinachokwenda kujitokeza ndani. Kwa hiyo hapo ukiangalia, kwa mfano nikipandisha, inakuja zinaandika namba. Hata kama nitaongeza, labda nikiendelea kuongeza hapo, utaona inaendelea kuongezeka, kwa sababu hii ni maalum kwa ajili ya namba. Nikisema niandike maneno humu ndani, haiwezi kukubali. Kwa hiyo nakataa. Tujaribu labda herufi moja, hii itakubali, lakini ukisema niweke herufi zingine itakataa. Kwa nini? Kwa sababu iko maalum kwa ajili ya namba. Kwa hiyo unaweza ukaona ubora wa kuwa uzijua tofauti tofauti, kwa sababu zitaruhusu data maalum kwa taarifa maalum.
Nyingine hapa ambayo ni muhimu sana na ningependa tuijue, input ni tarehe. Ni tarehe. Tuweke tarehe. Kwa hiyo hapo kwenye type tutaandika nini? Tutaandika date, na hapa ndani tutaandika, haihitaji placeholder hii kwanza, lakini si tatizo, haitoweza kuleta changamoto. Kwa hiyo hapa tutaandika date. Kwa tutakwenda tusha save, tutacheza, itakuletea tarehe. Kwa ukiklik hapa unaweza kuchagua tarehe, ama ni tarehe ya kuzaliwa na taarifa zingine, utaweza kuklik na kuweza kuchagua, badala ya kwenda kuandika kwenye tx ya kuandika tarehe, utapoteza muda. Unaona, unachagua na unaweza kupeleka taarifa zako. Nyingine ambayo ni ya muhimu inaweza kuwa ni file. Tutumie file. Sawa. File. Ukisave file, kitakachotokea ni kwamba itakupa nafasi, itakupa document input ambayo itakuruhusu wewe kwenda kuchukua taarifa file kwenye kompyuta yako, au kama ni simu, kwenda kuchukua taarifa. Kwa mfano nataka kuchukua hii document nikai-upload. Umeona imekuja imeandika cancel needs, au nikibadilisha nikasema niweke picha, pia itakubali. Utaona kwa mfano nichukue picha gani hapa, nitumie hii, itakuja itaandika BRK ambayo ndio jina la picture. Kwa leo niweke ya mwisho, labda niweke mbili za mwisho hapa. Nataka niweke range. Range hatuhitaji placeholder. Hii range ukienda run, utaona hii itakusaidia kutengeneza range number. Kwa hiyo kazi yake ni hiyo. Na kwa leo ya mwisho tu niweke labda button. Button. Niseme labda kwenye placeholder tuseme submit. Nadhani kwenye value ndio itaweza kutokea. Sidhani kama itaweza. Tuone kwenye value. Sidhani kama itatokea. Itakuwa ndogo, lazima tuweke value. Kwenye value hapa tuandike submit. Usipofanya hivyo itaweza kuonekana kwa udogo sana. Hii hapa submit. Kwa leo niseme inatosha. Hizi ni muhimu sana mtu akiweza kuzijua, na faida yake ni kwamba utakapokuwa unaingiza data, browser itaweza kutambua kwamba ni taarifa gani inatakiwa kupita hapa. Kwa hata kama mtu atakosea ataandika namba, yenyewe haitokubali kwa sababu tayari ndani ulikwisha ainisha ni aina gani ya taarifa unatakiwa kupata. Kwa hiyo nashukuru kwa kuweza kuangalia video hii. Nadhani nitakuwa imekusaidia. Usisite kushare kwa wengine pia waweze kupata mafunzo haya, waweze kuelewa. Lakini usisahau kusubscribe, kushare na kulike, na usisahau kubofya kitufe cha notification ili inapokuja video nyingine uwe wa kwanza kufikiwa. Asante sana, nashukuru. Tuonane katika video inayofuata.